YouTube wameweza kuweka baadhi ya vigezo kwa wale ambao wanahitaji kuanzisha chaneli ili waweze kufungua YouTube ambayo itakaweza kuwalipa na kuweza kupata faida kupitia content zao wanazotengeneza au mazuri wanayotengeneza. Sasa kuna vigezo ambavyo unatakiwa uvifikie. Kwa mfano, zamani YouTube ulikuwa unatakiwa uweze kufikisha subscribers 1000, sheria yao unataka kufikisha subscribers 1000 and then uwe na masaa ambayo video zako yametizamwa masaa 4000. Lakini kwa sasa wanaenda kufanya mabadiliko kidogo kwa watu ambao bado hawajaweza kufikia vile vigezo. Kwa hiyo kuna vitu pale vimeongezeka. Ukifuatilia YouTube tayari wameshatoa taarifa kwamba kuna mabadiliko ambayo yatakayotokea mwakani. Kwa hivyo wale content creator ambao wanahusika katika kutengeneza content na hawajafikia vigezo, sasa wanapaswa waweze kufikia hivyo vigezo ili akaunti zao ziwe monetized. Sasa unafanyaje ili akaunti yako iwe monetized? Ni wewe sasa kuangalia content zako unazozitengeneza, unazitengeneza kwa muda gani, ni masaa zinakuwa na masaa mangapi? Je, unatengeneza in short au unatengeneza long video? Kwa hiyo unatakiwa ufuate zile sheria ambazo walizoziweka. Pia vile vile ili uweze kufikia idadi hiyo, ni lazima kwanza uweke mkakati wa kutengeneza content zako vizuri, kuandaa content zako vizuri kabisa ili uweze kuziposti YouTube. Kwa mfano sasa hivi wameweka video zako ziwe zinaangaliwa ndani ya masaa 8000. Tunakumbuka kwa kipindi hiki ambacho mpaka sasa hivi tupo, wameweka sheria inasema kwamba video zako zinatakiwa ziangaliwe ndani ya masaa 4000. Sasa unafikiaje masaa 4000 kama mtu ulishindwa kutengeneza content ambayo ni nzuri ikaangaliwa na ukaweza kufikia masaa 4000 ndani ya mwaka mmoja? Na pia vile vile wameweza sasa wameweza vile vile kwa mwaka vile vile kuongeza hizo sheria kwa mwaka unaokuja. Wameweza kusema kwamba lazima video zako ziweze kutazamwa ndani ya masaa 8000, ndani ya masaa 8000. Piga mahesabu, masaa 4000 tu yamekushinda wewe kufikia vigezo vya YouTube kuweza kuwa monetize, account yako iweze kuwa monetize na uweze kulipwa. Lakini sasa hivi wameweza kuongeza masaa 8000, lakini subscriber itabaki pale pale, subscribers watabaki pale pale 1000. Sasa unafanyaje ili uweze kufikia hivyo vigezo? Sasa ni wewe, ni namna ya kuandaa zile content na kujitengenezea mkakati mzuri kwamba mimi content yangu ambayo naitengeneza iwe labda ina masaa labda iwe na dakika hata kuanzia 8 au masaa mawili au dakika 8 kwenda dakika 8. Content nzuri unatakiwa kuanzia dakika 2 mpaka kwenda juu dakika 8. Unatengeneza content nzuri kabisa, unapata views wengi. Kwa hivyo unapokuwa unatengeneza short wale wanakusaidia kupata subscribers. Kwa hiyo unatakiwa uweke mkakati kwa wewe ambaye unaenda kuwa content creator, uweze kutengeneza kitu ambacho ni kizuri zaidi na wao waweze kufanya account yako iwe monetized. Kikweli YouTube wanalipa sana, wanalipa na watu wengi wameweza kufanikiwa kama content creator. Tunaona ni wengine ni watu wakubwa sasa hivi wameweza kufanikiwa kupitia content creator. Pia vile vile kwa wewe ambao unataka kuwa content creator, jitahidi sana. YouTube pia Facebook pia usiweze kutupia maudhui yako. Facebook pia wanahusika katika kutengeneza kukupa vile vigezo vyao ambavyo na wao ukivifikia, ukiwa na followers, idadi ya followers kiasi fulani, utaweza kulipwa na Facebook vile. Kwa hiyo jitahidi sana unapokuwa unatengeneza content, jitahidi sana kufuata vigezo na sheria. Kwa hiyo YouTube sasa hivi wameweza kuweka mabadiliko, wanaenda kuyaweka au wameweza kuweka, lakini wanaenda kuyaweka mwakani. Kwa hivyo wewe kama content creator umejipangaje? Hujafikia hivyo vigezo vya kuwa monetized, account yako iwe monetized na bado hujaanza kulipwa, unafanyaje ili account yako na wewe iwe monetized? Sasa unatakiwa upange mikakati mizuri ya kuwa unatengeneza content ambazo wewe zitaweza kukusaidia ukapata sifa ya kuwa monetized na account yako ikawa professional, ikaweza kuwa inalipwa. Kila kitu kinawezekana. Hakuna kitu ambacho kinachoshindikana. Kila kitu kinawezekana. Ni nia na juhudi. Ukiwa na nia na juhudi, hakika utafikia kile ambacho unachokihitaji. Kwa hivyo tujiandae
lakini mabadiliko haya hayataweza kuathiri wale ambao tayari walishakuwa monetize, lakini na wao wanatakiwa waweze kuweka content ambazo kila siku au kila wiki content unatakiwa uweke. Kwa hivyo jitahidi sana uweze kupiga hatua. Asanteni sana, karibuni sana kwenye channel yangu ya Elite Video Ads ya YouTube, na pia kwenye page yangu ya Facebook Elite Video Ads. Pia vile Facebook unapatikana kwa jina la Emmanuel Simon. Asanteni, na TikTok vile msisahau kunifuatilia kama Elite Video Ads, utapata content zangu nyingi. Kwa wale wanaohitaji kukuza akaunti zao au kuweka setup ya akaunti yao iwe vizuri, matangazo ya kibiashara, pia vile kutengeneza kufanya setup za akaunti, kuondoa restricted account, na wakaribisheni sana muweze kunifuatilia, nitaweza kuwasaidia sana. Asanteni.